Sasa watazamaji wa chaneli yetu pendwa kwa kupitia mitandao ya kijamii ikiwepo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube kwa kumfuatilia Uncle Chris TZ, ni mmoja kati ya walimu ambao wameweza kubobea kwa kiasi kikubwa sana ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kuwabariki na kupiga hatua kuwafikia vijana wengi. Na ikiwa moja kati ya malengo yake makubwa ni kuiona vijana wa nchi yangu Tanzania ninayeipenda kwa damu, udongo wa nchi yangu uliozaa vijana waelevu, wenye akili, wenye upeo, mashujaa na waliobeba dhana ya ukombozi wa nchi yao. Nikiwa kama host wenu au mwalimu wenu, nimekuja na kijana mwenzetu kutoka kanda ya Ziwa, kule ambako sisi tunatokea. Na yeye ametoka mkoa jirani wa Baba Levo, mkoa wa Kigoma. Sasa mimi nikiwa naye hapa tukiwa tunaelezea masuala tofauti ya uchumi na biashara, tumeweza kufikia baadhi ya watu ambao wanahitaji kukua kimfumo wa kibiashara zaidi. Mmoja kati ya kauli ambazo alikuwa ananipigia yeye, ambao tulikuwa kwenye story zetu za vijiweni, alikuwa ananiambia kwamba kupata PhD au diploma au degree kwenye masomo yako ya darasani sio kutoboa maisha. Vipi kaka, unaelezeaje kwamba uchumi binafsi unaanzia kwa wafanyabiashara au kwa wasomi ambao wamesoma kwenye elimu ya juu, au ni wafanyabiashara wale ambao wameamua kujikita sana kwenye masuala ya biashara na kuweza kuwekeza maarifa na nguvu na juhudi nyingi sana kwenye biashara zao? Unajua vijana kwa sasa sio mpaka kwamba labda uwekeze kwenye biashara, aidha uwe na mtaji. Ndio. Unaweza kama huna mtaji, lakini kama labda niseme labda kwa waliosoma sana. Unaweza kama umesoma sana lakini ukawa huna elimu ya biashara. Ndio. Sawa. Sasa inabidi utumie mbinu mbadala ambayo inahitajika. Kwanza upitie maarifa ya mitaa kwa mitaa. Ndio. Aidha upate vijana ambao kidogo wamejisogeza, wameendelea. Sio mpaka elimu ya shule na elimu ya darasani. Hapana. Kwa lengo ambalo nataka kutuambia kwamba si kila mwenye elimu ya darasani ana elimu ya mtaani. Hapana. Ndio maana nakuja kukumbuka msemo wa babangu, alishawahi kuniambia kwamba walio wengi ambao wameishia darasa la 7 wameweza kumiliki mali, fedha, majumba na vitu vingi sana kuliko wale watu ambao wameweza kusoma sana. Na jambo ambalo niliweza kulipata kwa ufumbuzi kwa jinsi historia ambazo tulikuwa tunapiga asubuhi, japo wafuasi wangu sikuweza kuwapa dodosa ambazo tulikuwa tunapiga asubuhi, lakini kwa mfumo wa historia au historia ambazo tunapiga sisi, niweze kuwaibia kwamba umewahi kuniambia pale kabla kwamba elimu ya darasani inaweza ikakupa upeo wa kuweza kupata mambo mengine, lakini sio kufaulu katika mfumo wa biashara. Mfumo wa biashara jinsi ulivyo, huwezi kuchanganya elimu ya shuleni au elimu ya mtaani na elimu ya shuleni, ni vitu tofauti. Naam. Ndio maana ukiangalia wafanyabiashara wengi hawajikiti na elimu. Ndio. Wengi wanadili na jinsi mtaa unavyokwenda au jinsi maeneo yalivyo. Mazingira. Huwezi kufanya biashara bila kuangalia mazingira yakoje. Ndio. Mazingira kwanza ndio yanayobeba mtaji wako. Mazingira ndio yanabeba mtaji. Kwa maana kwa mfano kwa kwetu sisi ambao tumeshindwa kuinvest au kuwekeza majumbani kwetu kule tunakozaliwa, tukiwa tuna hofu kwamba labda mtaji utaweza kufa, ni kulingana na upeo wetu au ni ubovu wa fikra? Hapana, sio, kwa sababu unaweza kuwekeza sehemu ambayo inabidi kwanza unapotaka kuwekeza kitu usome kwanza mazingira. Huwezi kutoka hapa ulipo ukaenda sehemu ambayo hauna wenyeji au hauna sehemu au yani niseme tu labda ndio niweke sawa hii hapa. Huwezi kutoka hapa kwa sasa hivi tulipo hapa. Ndio. Ukaenda sehemu ambayo hauna wenyeji hata kidogo. Au ukaenda sehemu ambayo unaona kwamba hapa sasa huwezi kwenda sehemu, yani huwezi kufungua sehemu biashara, huwezi kuwa na lengo la kufungua biashara kwa sehemu ambayo huna uzoefu nayo au hujaulizia kama hapa pakoje au hujaangalia mazingira. Biashara ni mazingira. Sawa bana. Lakini sio mazingira sana mpaka lazima kila kitu uwe ushakiandaa vizuri. Kwamba hapa sasa nikifanya 1 2 3, angalau kuna 1 2 3 fulani tamuuzia. Lazima utengeneze kwanza wateja ambao utakuwa unajua kwamba hapa nifungua biashara yangu hapa nitakuwa na wateja kuanzia labda 4-5 watakao nichangia kwenye huduma yangu nitakayoeleza. Huwezi kuanza tu biashara from nowhere kwamba sema ambao kwanza huna wenyeji. Sasa kuna swali ambalo linakuja sasa kwenye nani yako, mfano kwamba kuna vijana ambao wamezaliwa katika mazingira ya usiku,
tuchukulie kama Mwanza Mabatini pale. Kuna watu ambao wamezaliwa Mwanza Mabatini, wamekulia pale pale, wamesomea pale pale, wengine wamejenga lakini hawajaziona fursa. Unaweza ukashangaa mtu anatoka Manyara anakuja pale, anaangalia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu anagundua fursa. Vipi kuhusiana na hawa wenyeji ambao walikuwa wamekulia kwenye mazingira na hawajaziona fursa, na mtu ametoka mbali akaja katika mazingira akaziona fursa? Kufanya biashara ulikotokea au ulikozaliwa ni ngumu sana. Unajua ni ngumu kwa nini? Kwa sababu huwezi kufungua biashara hapo na kati wewe ni mzalao hapo. Kwanza hutaona manufaa kama vile. Kwanza majamaa na ndugu unakuta wewe ni wengi sana. Kukopa hivi unaweza kukopa sana ukajikuta mtaji wako umeishia. Ndio maana wengi wao tunatoka vijijini au tunatoka sehemu ambapo tumezaliwa, tunaenda kutafuta sehemu nyingine kuwekeza biashara zetu. Na sehemu ya ulipozaliwa na yenyewe inaweza ikawa sehemu ya kukufirisha kwa sababu ya majamaa, aidha watu ambao umekuwa nao, umezoeana nao. Wao wanaweza akakufirisi kwa namna moja ama nyingine, ndio maana watu wengi hawaoni fursa. Kuna ndugu wengine wako labda unajua kama familia za kwetu sasa ambao kidogo ni maskini. Sio maskini, zenye hali ya chini kiuchumi. Unaweza kukuta labda ukiwa juu kidogo, ukiwa na kamtaji hapo kidogo, unashangaa yani mara kama inakuwa wewe ndio tegemezi lao sasa. Kuliko hata babu mtu ambaye ukitoka hapo kwenda sehemu nyingine kidogo tegemezi lao inakuwa inapungua kwa hapo. Unaweza kumsaidia mtu kwa kuwa umemsaidia kwa sababu unacho wewe. Lakini pale ukiwa anakuona kama unacho hapa, anaanza kulazimisha mpe 200 na kati na 100. Nashukuru sana kwa kututembelea katika ofisi zetu na kuweza kunipa dondoo kamili ambazo zinahusiana na biashara. Bila shaka utakuwa na neno moja wapo la kuambia vijana ambao aidha wamekata tamaa katika utafutaji wao, aidha kujitegemea kiuchumi. Na ni kwa neno gani ambalo unaweza kuwaachia hao vijana ambao labda wameshindwa kujitegemea kiuchumi? Kikubwa mimi ninachowashauri vijana wenzangu ambao labda niseme kijana ambaye ana ufahamu, hata kama una elimu yako, una ujuzi, una kila kitu unachokifahamu wewe kwenye utafutaji. Yaani labda unataka kujipatia kipato chako. Kwanza cha kwanza lazima uzingatie kwanza huwezi kufungua biashara au huwezi kuforce kitu au huwezi kuwa na kitu ukakikaa nacho nyumbani. Toka kwanza nyumbani, toka kwanza nyumbani. Wanasema washikaji wanasema toka magetoni. Ukitoka nyumbani ndipo utakapopata fursa ya kufanya kile kitu ambacho unakitamani wewe kukifanya. Huwezi kufanya kitu nyumbani. Toka kwanza nyumbani. Na kuna tofauti kati ya malengo na maono. Lakini kuna watu wengi ambao walikuwa na maono lakini hawakuyawekea malengo yao ili wayatimize. Na hawa watu ni watu ambao walionyesha kukata tamaa mapema baada ya nafsi zao kusema kwamba hawawezi kufika mbali. Aidha hii biashara wakianzisha watapata hasara. Na ni kwa namna gani ambao unaweza kuwaconvince wao kama wao ili waweze kuanzisha biashara? Kwanza, tunachokisema biashara, ukitaka kufungua biashara, kwanza inabidi uwe na imani. Biashara ni imani. Huwezi kufanya biashara bila imani. Kwanza inabidi uwe na imani. Ukiwa na imani maana kwamba tayari unakusha tengeneza kile kitu kama ubabe. Yaani maana kwamba sio ubabe unaweza kumtoa kama ubabe wa nguvu, hapana. Ni ubabe wa nafsi kwamba hapa sasa liwalo na leo mimi nimeamua kufanya jambo na lazima nitafanikiwa. Na nitekeleze kwa lazima nifanye kama ilivyotakiwa. Yaani kama inavyopaswa kufanya, lazima ufanye.